Yes, ibana, karibu mwana michezo. Rangu jina ni George Masubo. Tuko hapa kukujulisha na kukupa update mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri ndani na nje ya soka Tanzania. Kubwa zaidi, tunatupa jicho kimataifa zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Simba Sports Club watakuwa wageni wa Petro de Rwanda nchini Angola, lakini pia Dar es Salaam Young Africans watakuwa wageni wa FAR Rabat ya nchini Morocco. Tunafahamu miongoni mwa vitu ambavyo vinaangusha hivi vilabu ni waamuzi ambao wanapangiwa kuichezesha michezo yao. Tumewahi kushuhudia mchezo wa Young Africans, mwamuzi akiwanyima Young Africans bao halali, bao ambalo lilifungwa na Stephen Kiazizi. Lakini pia tumewahi kushuhudia kwenye mashindano ya AFCON namna ambavyo waamuzi walikuwa na maamuzi mengine ambayo sio ya kulizisha mpaka VAR zihusike. Lakini kwa sasa tunafahamu group stage kwa Afrika huwa hatutumii VAR. Young Africans mchezo wao ni kama finali dhidi ya FAR Rabat ambao utaamua hatima ya wananchi ku qualify kwenda hatua ya robo finali ama kutoka qualify kwenda hatua ya robo finali. Itategemea pia matokeo ya mwisho, kwa sababu wananchi wanakwenda kucheza dhidi ya FAR Rabat, hawahitaji kupoteza mchezo huo hata kwa magoli mawili. Either itoke sare ama wananchi washinde, wawe na nafasi nzuri ya ku qualify kwenda kucheza hatua ya robo finali. Tukamtazame mwamuzi ambaye amechaguliwa na shirikisho la mpira wa miguu CAF Afrika kwa ajili ya kuchezesha mchezo wa Young Africans dhidi ya FAR Rabat, mchezo ambao utapigwa pale Morocco. Sasa shirikisho limemteua mwamuzi kutoka Afrika Kusini, Ambongile Tom, kuchezesha mchezo wa kundi B wa Yanga dhidi ya FAR Rabat nchini Morocco Februari 7, 2026. Ambongile Tom ni aina gani ya refari? Sifa zake, aina anavyochezesha, ni refari ambaye hasiti kutoa kadi. Ni refari ambaye pia ni muoga fulani hivi, amekuwa na kaa upendeleo, na historia inaonyesha anapochezesha timu ambazo zinatokea kaskazini mara nyingi huwa zinapata ushindi ama sare. Sasa Ambongile ana historia ya timu za kaskazini mwa Afrika kupoteza nyumbani anapochezesha, na msimu huu utakuwa ni mchezo wake wa pili baada ya Esperance dhidi ya Stade Malien. Yaani ana historia ya timu za nyumbani kutokupoteza mchezo anapochezesha michezo yake. Mfano, msimu huu alichezesha dhidi ya Esperance de Tunis na Stade Malien, mechi ambayo ilikuwa ni kundi la Simba. Mechi ilimalizika 0-0 pale Tunisia. Stade Malien kuondoka na alama moja na Esperance wakaondoka na alama moja bila kufungana. Ambongile Tom kiujumla amechezesha idadi ya michezo 12 ya ligi ya mabingwa Afrika, ambayo ametoa idadi ya kadi 57 na njano. Kadi hizo ni kadi za njano, na kadi nyekundu ametoa moja tu. So muumini wa kutoa kadi nyekundu, lakini kwa Young Africans, kwa staili ya uchezaji, uhitaji wa mchezo, timu ambayo anakwenda kucheza nayo pia uhitaji wake wa mchezo, demand ni kubwa mno. Tunazungumza katika safu ya kiungo kwa Young Africans wanahitaji kuwa makini zaidi. Hapa tunamzungumzia Damaro Kamara, ambaye tunafahamu namna ambavyo anacheza akiwa tough, namna ambavyo anafika uvunguni kwa wachezaji, namna ambavyo anagonga kweli miguuni. Atahitaji kupunguza ile toughness ya mchezo, kwa sababu kadi 2 za njano zinatosha kumuondoa mchezaji kiwanjani. Ukipata kadi ya kwanza njano, inafuata kadi ya pili ni njano, kadi nyekundu na kwenda nje. Sio muumini wa kutoa kadi nyekundu, lakini ni muumini wa kutoa kadi za njano. Amenyooka zaidi kiwanjani. Katazame mchezo wa robo finali, mchezo wa finali. Lakini pia aina ya mchezo ambao aliteuliwa kwenda kuchezesha ilikuwa ni game ya Morocco dhidi ya Senegal, lakini baadaye hatua ya nusu finali akabadilishwa. Ni kwa sababu wanajua ni aina gani ya referee. So referee pia anaweza kaamua hatima ya Young Africans kwenye huu mchezo. Waarabu wakiwa wanahitaji matokeo sio rahisi, wana figisu nyingi, lakini Young Africans itawashangaza watu wengi, kwa sababu tunajua ubora wa Young Africans wanapocheza michuano ya kimataifa, hasa siku za hivi karibuni. Tunajua uwezo mkubwa walionao namna kuhendo kucheza na Waarabu. Tunazungumza Young Africans ambayo imepata matokeo katika viwanja vigumu Uarabuni. Watu walihisi Young Africans anaweza kapoteza alama zake dhidi ya JS Kabylie, lakini alitoa sare na mpira mkubwa. Young Africans aliwahi kushinda kwenye mchezo wa finali wa Uarabuni dhidi ya USM Alger na mpira mkubwa. Young Africans pia ameonyesha performance tofauti katika miji mikubwa ya kaskazini, Algeria, Nigeria pia akiwahi kupata matokeo. So to me,
referee akistand fair, Young Africans wanaweza wakaondoka na alama zozote 3 au 1 dhidi ya Esperance de Tunis, kwa sababu ni timu ya kawaida. Si wapi nafasi ya kupoteza mchezo, kwa sababu Esperance namna ambavyo wanacheza ni FAR Rabat namna ambavyo wanacheza sio FAR Rabat ile wakati inachukua ubingwa hadi ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa sasa quality ya kikosi haiko vyema, tulitazama walipoteza dhidi ya Young Africans nyumbani. So ni timu ambayo hata wao wanaihofia zaidi ya Young Africans, kwa sababu wanajua ubora wa kucheza na Young Africans katika ardhi ya nyumbani, na wanajua ugumu wa kucheza na Young Africans ikiwa inacheza mechi zake away. Wameshapata baadhi ya viongozi na watu ambao wana uwezo wa kuufanya mchezo kuwa mgumu, wana uwezo wa kuibeba mechi hata wakiwa ugenini. Na kitu kizuri zaidi kwa Young Africans ni kwamba FAR Rabat wataingia kwenye huu mchezo pasipo kuwa na mashabiki wowote kiwanjani. Hii pia ni big advantage kwa Young Africans, kwa sababu wanakwenda kucheza uwanja ukiwa ni bubu, kwa maana kwamba wataingia viongozi pekee kwenye mchezo, wataingia wachezaji pekee uwanjani, watakuwa ni wanaume 22 kiwanjani, wachezaji wengine kwenye benchi, majukwaa yatakuwa ni meupe. So hii pia ni advantage kwa Young Africans, kwa sababu shinikizo kubwa kutoka kwa mashabiki halitakuwepo, na tunafahamu uwezo walionao Young Africans wa kuweza kutuliza pressure katika mechi za ugenini. Yes, mimi nawapa nafasi Young Africans kwenda kufanya vizuri. Sasa hivi tayari tunavyozungumza wako nchini Morocco wakisubiri mchezo siku ya tarehe 7, wakaionyesha dunia wao ni nani na wao ni akina nani, na wapo Morocco kwa swala moja pekee la kupata alama 3 muhimu, au alama moja ambayo watakuja kumaliza kibarua katika uwanja wa nyumbani New Amaan Complex dhidi ya JS Kabylie, na safari ya Young Africans kusonga mbele hatua ya robo finali itakuwa imetimia kwa staili hiyo.